Baba, unajua niliwaambianga vitu vingine na ninarudia hii. Hii ndio upotovu uliofanyika Kenya kiwango cha juu, na ninaisema. Na narudia ile niliyoanza nayo. Ninyi wachungaji mlidanganya Kenyans. Mliwadanganya wa Kenya. Na ninasema hivi kwa sababu hii kitu imesababisha hata kanisa limedharauliwa. Wachungaji mlikuja mkawaambia watu Rais Ruto ni mzuri, si ndio? Na alitoa sadaka kwenu. Baba itika. Kwenu ni wapi wewe? Busia. Busia. Yes. Na mliambia na alitoa sadaka makanisani kwenu na mkamuanoint na mkasema ni mtumishi wa Mungu, asema Bwana. Safari hii Kenya inakuwa Kenya nzuri kuliko siku zote. Na mimi nikaamuka nikawaambia, mtumishi wa Mungu, hawa watu wanaoimba wimbo wako watakugeuka. Kuna nia yao. Na wakati huo wachungaji wakanibrand mimi sifai kabisa. Huyo mtu hata kwanza hatujui Mungu wake ni nani. Na siku ile walikosa ile kitu walitaka kwa rais, wakamgeuka. Saa hii wameanza kuambia wengine, sasa nyinyi ndio wazuri, njooni. Hata na nyinyi ninawaambia, kinyonga hakina rangi, kitawageuka tu. Nendeni kwa mtumishi wa Mungu anayesema hii leo na ataisema kesho na ataisema kesho kutu. Wengine wako na njaa, mkimpa pesa atatabiri. Ukipeana kwa mwingine atasema ni pesa mbaya. Ukipokea simu yake atasema we ni mzuri. Usipopokea. Sasa wakaanza kuambia watoto vijana hawa kwamba hiyo pesa si nzuri. Mimi nikauliza baba, na nauliza inaniumiza, sababu uko na miaka mingapi? 16. Si ndio? Si uliona hata wanafunzi wamefundishwa kuimba sijui Ruto must go, si ndio? Ati kwa sababu wameambiwa wasiact kipindi fulani. Ndugu yangu, uko na miaka mingapi? 40. Wakati tulikuwa shule, tulikuwa tunafundishwa utamaduni na patriotism, how to be patriotic to your country. Tulifundishwa jinsi ya kuimba Moi must go? Hapana. Hii ni acting gani hii watoto wetu wanafundishwa? Niambie. Yani mtu hiyo, mimi ni leo naongea munipige huko. Unafundisha watoto jinsi ambavyo eti watoto wa leo wazazi wao wamepotea, wachungaji wamepotea, viongozi wamepotea, wao ndio wanaelewa. What are you teaching our children? Na unataka iende ifundishwe huko. Unamwambia mtoto wangu mimi Ezekiel simuelewi kama pastor, mimi babake simuelewi na rais wake amuelewi, nani anamlea? Unataka alelewe na nani? Naunga mkono, ilikataliwa na shukuru. Unafundisha mtoto wangu nini? Maana mtoto umleavyo ndivyo. Heshimu mama na baba uishi miaka. Sasa inaniuma mimi. Do you know what it means? New generation. Parents don't understand them. Church does not understand them. Leaders don't understand them. Then who will teach them? You need to understand your father to inherit the blessings of the father. Nisikilizeni vijana wenzangu na watoto wangu. Some people are taking advantage of you. Na saa hii wanawaambia mchukue kura. Mnamchukua kura, mnampigia nani? Si ni yeye? Na waongelesha kasirikeni.
kuna kijana ataenda kusimama kuwa rais. Kuna kijana ataenda kuwa rais. Leo nadhani nitaingia TikTok. Anaambia kijana, ukombozi wenu ni sasa. Hapana. Sasa hii mmenikasirikia kweli sababu nimewagonga. Don't take advantage of young people. Utakapoingia huko na ukose kufanya kile wanachotaka, walichoma bunge, watakuja kuchoma State House. Wachana hao vijana, wafundisheni maadili mema, waambie inchi lazima ifanye kazi ipate pesa. Usimwambie kijana akipiga kura atapata kazi. Uongo. Uchumi wa Kenya haiwezi kusupport vijana wote sahihi. Waambieni ukweli. Ni kweli. Uchumi wa Kenya haiwezi kusupport vijana wote. Tufanye bidii to create job opportunity, vijana wetu wapate kazi. Let us not lie to them. Let us stop lying. The current economy cannot support wale ambao wanatoka chuo waingie kazini wote, because the government, people want to be employed by the government. Sindio? The government does not create job opportunity. The government create business opportunities. Na private sector ndio ina create job opportunity. Mimi nikifungua petrol stations, nimeajiri watu. Saa hii kuna magari mawili yanahitaji mtu kuendesha. Uwezi kuendesha gari ya rais, gari magari ya serikali. Serikali haifanyi biashara. Hiyo ndio maana all government parastatals, most of them what they make losses. Government is not meant to make profit. And if you don't privatize them, they won't make profit. Sababu yule mtu umemwambia umkodishie, nia yake ni kutengeneza faida. Kwa hivyo hawezi lala. Lakini mtu aliyeajiriwa na serikali, wewe nenda kwa shule za serikali, utapata mwalimu ameketi hapa anapiga story. Nenda kwa private, utapiga story. Wacha tusidana. Saa hii naona watu wanapiga kelele, we are not privatizing Mumias. Sasa unataka nani aitengeneze? Serikali ikiongeza pesa, unasema hiyo pesa ni ya uwizi. Ametoa wapi? Ameweka kwa Mumias Sugar. Si ndio ndugu yangu, si mnafanya maandamano huko? Kweli. Si serikali, si Rais Ruto aliweka pesa kwa hiyo Mumias Sugar. Mkasema ni ya uwizi. Si ndio? Tafuta mtu afanye, aweke pesa ili watu wa sugar farmers na yule mtu anasema kwa wiki, in 7 working days kila mtu atakuwa amelipwa. Si ndio? Sasa hivi mmefanya maandamano, mwataka nini? Nobody is out there to tell people the truth. People are playing politics with your future and nobody will tell you. Akisema atasemekana yeye anaunga opposition. Akisema atasemekana yeye anaunga serikali. I don't talk for the government, I speak for you. Serikali, rais aliweka pesa, si ndio ndugu yangu? Ikasemekana tena nyinyi tu huko Western, mkasema hiyo pesa ametoa wapi? Mwizi. Ametoa pesa wapi? Na amekushon hiyo debt ya Mumias Sugar. Akatafuta developers, kwa sababu mtu akiajiriwa na serikali anaangalia mshahara na gari lake na cheo. Sinaongea ukweli? Sini ukweli? Akasema wacha tutafute private sector waingiane na serikali. Sio kwamba ameuziwa, akodishe. Juzi kulikuwa na problems za economy ya UK. Watu wa watch international news. Ile mambo ya Trump. Tariffs. So zile departments ambazo zilikuwa zimekodishiwa private sector azingeweza kukopa. So zikaanza ku make losses. Serikali ikasema ili zisianguke, we recall them. Tunazichukua, ni zetu. That is what the government is doing. Unapeana kwa private sector, lakini in case kuna kasoro, serikali iko na haki ya kuichukua ili isianguke. Sababu zinakuza uchumi wa nchi. Na ikiwa kuna mtu anaweza kutengeneza faida ili watu wa miwa wasiende hasara,
kuwe na mtu ambaye ako serious, ambaye atapata yake na serikali ifanye yake, na watu wauze miwa na wasomeshe watoto wao. Hiyo ndio kitu inafanyika. Nipigeni makofi hata kama mlifanya maandamano. Sasa aliweka pesa kwa kampuni, mukasema ni uizi, pesa za uizi. Ameleta developer, anasema nitawalipa kwa wiki moja, umepata pesa zako. Haki yetu, unataka nini? Mwanasiasa atakuchezea akili mpaka utarukwa na akili. Mimi na hii nchi ni yangu, nimezaliwa hapa na sihami. Nimezaliwa hapa na sihami. Mbunge wangu alikuja akaniambia, pastor, hii maendeleo hii ambao unafanya hapa, natamani nijue na isikwame, sababu hii inapeana job opportunity kwa watu wa hapa. Huyo ni mbunge mwenye akili. Lakini msipochunga, viongozi wenu watawafilisisha ili apate kura. I'm not a politician, but I don't want people to play politics with you. Mutaumia, mutapiga kura mpaka Mei movie na hakuna kitu. I don't speak for anybody, but analyze my statement. Mama, una watch news. Saa hii coffee bei yake imepanda. Saa hii inaitwa the gold, si ndio? Kama government isipoweka strategies nzuri, si itafanya vibaya. Na coffee ilikuwa inaleta pesa kidogo, saa hii watu wamerudi kwa coffee, si ndio? Kwa nini ampigangi makofi kwa huyo mtu akifanya hivyo? Wivu. Kwa nini huwa yake nzuri amsemi na mko na rais? Nyinyi wa Kenya mko na roho mbaya. Na ni tabia yenu. Mlisema Moi must go, Kibaki must go, Uhuru toka. Sasa hii mnadanganya Uhuru, tunakutamani. Bana, wacheni kudanganya watu. Turekebike sisi, angalau tujenge nchi yetu. Na ujue ukweli, na ukweli utakuweka huru. Ndiposa nikawaambia wachungaji wenu waliwadanganya, wakawasema pesa ni ya uizi, na walikula. Walipewanga sadaka na huyu rais wakati yako deputy, na walikula na muliimba. Saa hii akikosa kuwapa hiyo sadaka mnamkemea, na akipeana kwingine unasema ni pesa za uizi. Pesa za uizi na zile ulikula zilikuwa za nani? Yani wewe unataka kuniambia all president ana milioni 20, na wewe bishop umetumiwa pesa kutoka ngambo, umejenga kanisa ya milioni 500, na rais wa nchi yako ana milioni 20? Si unandanganya? Na mnaambia vijana nendeni mkatafute pesa zenu kwa hiyo kanisa. Mmedanganywa. Muulizeni mabishop, sadaka mliotoa ziko wapi? Waseme kwanza, na waseme wamefanya nao maendeleo gani, ndio watume kwamba mtoe, muende muitishe pesa ile ambayo walipeana. Muulize bishop, father, bishop, askofu, pesa ngapi huwa zinatokanga ngambo zinaingia hapa? Uone kama utashiriki hapo. Uone kama utashiriki hapo. Na yeye anakuambia vijana, teteni haki yenu. Mtetee haki zenu kwa kanisa kwanza. I'm not inciting you, I'm telling you the truth. Watu watawatumia bure na wanaumiza watu for self benefit. Very selfish people, provided amepata ile kitu anataka. Inchi inaharibiwa na nobody can talk. Niliwaambia kabla mjapiga kura mambo fulani yatafanyika, yakafanyika. Mukasema mimi am against the government. I was not against the government that was voted in. I just give prophecy of what will happen. Now I'm telling you what is happening and what will happen.
Alafu kusahau kwetu ni rahisi sana. Sasa hii watu wanaamini kabisa, hey, hii serikali ikitoka, tumeokolewa. Hivyo ndivyo niliwaonya wakati wa Uhuru. Mkasema, afai huyu pastor. Mpaka wengine wanakuandikia, stick to the gospel, get out of politics. Ndio uanze kuchochea watu akili. Nitaamusha watu akili niwaambie. Hamwezi kutumia watoto wetu sasa hivi mnaambia, vijana nendeni mchukue kura ndio akupigie. Tena unamwambia vijana sasa hivi hamna kiongozi, chukueni kura mtupigie. Nyinyi mashujaa, mbona vijana walipokufa mtoto wenu gani alikufa? Nyinyi ambao mnataka mpigiwe kura, si mtuambie ni mtoto wako gani ulipeana nje kule apigwe bunduki akufe. Sasa unataka kura ya huyo mtoto. Mkwende. Hakuna mtoto wa hao wakubwa hata mmoja hivi alipigwa risasi. Yuko. Sasa anakuambia chukueni kura, mimi ndio kiongozi wenu. Si ungetoa watoto wako wapigwe kura, wapigwe risasi? Hata mtoto wako mmoja hakuna. Inaniuma, people take advantage of you. Na hivi ninaongea inawakwaza tu. Nakasirika pastor. Mimi nasikia nimechoka na hii serikali. Tuletewe nyingine. Unakaa kama mtu ambaye ameoa wanawake 7 na anasema nimechoka na huyu mwanamke, nataka mwingine. Si ujiulize, ulikataa Moi, ukakataa Kibaki, ulikataa kwanza Mzee Kenyatta, ukakataa Moi, ukakataa Kibaki, umekataa Uhuru, sasa umekataa Ruto. Wewe hawa viongozi ndio wabaya ama wewe ndio mbaya? Mimi nikuulize, anaongea ukweli. Mzee Kenyatta alikuja, mzee kasema rudi mashambani tukalime, rudi mashambani. Kenya yetu, Kenya ni nchi ya ajabu. Simulimba. Haya. Baadaye mkampiga na mayai. Baadaye mkachukua Mzee Moi mkamweka kwamba ni mtulivu. Mzee Moi akilala kidogo mkaanza kupindua serikali. Akasema akaerevuka. Akaongoza. Kasarani ilijengwa na Moi. Hizi barabara zote hizi Moi alizijenga. Hata Nyayo Stadium si ni Moi? Hata hizi lami hizi ambazo mnarekebisha si ni Moi? Ile kitu Moi hakujenga ni Thika Super Highway. Niambie ni nini Moi hakujenga? Hata referral ile ilijengwa sijui mnaitanga Russia huko Kisumu. Kama angekataa ingejengwa. Hii ya Coast General ilijengwa wakati wa nani? Moi atoke, si akatoka. Mkaweka Kibaki. Alipo ongoza miaka 3 mkapanga mnamtoa baada ya miaka 5. Akasema jameni mimi sitoki. Lakini leo naponya wa Kenya. Akasema yeye atoki. Mkamtoa, na alipokuwa mnamtoa mkamtoa kabisa akaenda. Mkangoa reli kabisa. Lakini akakaa hapo kwa kifua. Si ndio? Alipotoka tu mkasema jameni hatutaki Uhuru Kenyatta. Mwana wa Kenyatta. Mpaka mkamfukuza Uhuru Kenyatta, mkachoma kondoo zake, mkachoma shamba lake. Sasa hivi mnaimba Uhuru wetu. Mbona mnadanganya watu nyinyi? Si mulichinja kondoo za Uhuru na mkachoma shamba lake? Si mulisema kwenda huko na huyo mganga wako? Sasa hivi mnamwambia msiongee kuhusu Uhuru wetu. Kwa nini mnadanganya? Yaani ukijua huyu ndio ako na unga, unasema huyu
mbaya, nataka hii unga ikirudi huku huu ni mzuri, yule ni mbaya. Kumbukeni yale mlimfanyia Uhuru Kenyatta, mpaka mimi ndio nikawa mbaya, si ndio? Si ni kweli? Kenya hii. Saa hii Ruto ako na miaka mingapi? 2. Nani atabadilisha uchumi wa nchi na miaka 2? Ushawaiona? Ni ngumu. Inawezekana popote? Haiwezekani. Trump ameingia, uchumi ya nchi yake ikaanguka kwanza. Lakini Ruto mnamsulubisha. Miaka 2 mnasema toka hadi hujatimiza. Wewe ukiwekwa hapo utatimiza na miaka 2. Na mkisema hadi hajatimiza, si wewe ndio nyinyi ndio mliniambia kwamba mmepata nchi haina pesa? Ni kweli. Sasa angetimiza na pesa gani? Lazima pesa zikuweko ndio atimize. Na tuli shoot down ile finance bill. Finance nini? Barabara. Tukasema tutaki. Sasa ata finance hiyo barabara na nini? Lazima tuwe na pesa, kama hakuna tabisubiri kidogo. Ninapokuongelesha hivyo, ninatoa tax pesa nyingi ndugu yangu, sikudanganya. Mimi kwa hii kanisa, na kanisa haitoangi tax, mimi natoa. I think mimi am the only church giving out tax. I've not applied ili hii kanisa yetu iwe tax exempted. Sija apply. Ikiwa tuta apply sote, Katolika haitoi, Anglican haitoi, mimi sitoi, nani hatoi, hii nchi itajengwa na nini? Makanisa ni mengi kuliko club, hatutoi tax. Hii nchi itajengwa na nini? Nato hata ile nyumba ninaishi, serikali inatoa tax. I tell you, ile nyumba ninaishi walikuja KRA, unatoa tax. Pesa nyingi sana. Na ni nyumba ya kanisa. Title deed ni ya kanisa. Pesa ni ya kanisa. Hata saa hii wananidai. Msifikirie nikipiga kelele napiga kelele kwa sababu maybe rais ameniambia sasa wewe hautatoa tax. Hata saa hii wananidai. Wananiita huko. Kuna zingine hujatoa. Juzi waliniambia sijui wanataka sijui milioni 100 ngapi. Mimi natoa tax. KRA. Ndugu yangu, nikuulize swali. Ikiwa mimi sitoi, wewe pia umefanya ujanja utoi, na huyu pia atoi, na huyu pia atoi, hiyo barabara, yule mtu atauza nguo zake akitengeneza barabara? Tuongee tu kweli. Nani anatoka Europe? Sasa hii hamtaniongelesha. Nani anatoka Europe? Nani amewahi ishi Europe? Sasa hii hawezi kubali. Unajua watu wa Europe wanatoa tax kutuliko. Unajua hivyo? Kutuliko. Kuna mzungu amenifanyia kazi ya shooting ya kamera, akaniambia 50% ya hii pesa inaenda kwa serikali. Akaniambia pesa ikiingia kwa account yangu inaenda kwa serikali. Nobody can say this because we have been fed with negative gospel, kiwango kwamba nobody knows the truth, and anybody saying this, the truth is a criminal. Hata yule ambaye anakuambia kwamba msitoe hii, akiingia ataingiza hiyo. Ngoja nikupe mfano. Opposition walikuwa naitwanga nani? Azimio walisema hizi tax zote ni mbaya, endeni maandamano. Saa hii cabinet secretary wa finance ni mtu wa Azimio ama ni wangapi? Wa Azimio. Si juzi alipromote kuwe na tax kiasi? Ameongezea. Si ndio? Ndio. Ilikuwaje walipinga na saa hii wameongezea? Ni mtu kutaka chakula. Akishaingia hapo anasema hii kitu haiwezekani, tax ndio hiyo. Ni yeye anataka kuongoza, si kwamba anayeongoza ni mbaya. Saa hii mtu wa finance si ni wa Azimio? Si amepropose hapo kuongezwe hii kidogo kiasi, usiumie lakini kidogo kiasi, si ndio? Kwa nini? Na walisema endeni barabarani.
Ni yule anayetaka kula akwambia yule ni mbaya, akishaingia yeye pia akupige risasi. Lakini mumeelewa? Si mnaweza mkaombea nchi yenu na nchi yenu inawiri, na mahali pa kukosoa mnakosoa, na mahali pa kupongeza mnapongeza, si ndio? Najua mnanipangia makofi, nitajipigia mwenyewe. Si ninabaki anga peke yangu, huwa nabaki peke. Huwa mara nyingi nabaki peke yangu, baadaye ulisema pastor, ulituambia. Nikawauliza, Goldenberg ilikuwa wakati wa Moi, Anglo Leasing ilikuwa wakati wa Kibaki, ile ilikuwa sijui nini wachana tu. Hii nyingine ilisemekana era sijui ya nini ilikuwa wakati wa Rais Kenyatta, si ndio? Hii nani amekuibia nani? Niambie ile imeibiwa sahi. Sema. Yule ameiba sahi. So nasema ni serikali iliyoko sahi. Na iko wapi ile imeibiwa? Taja. Hawasemi. Si ndio mnasema hii serikali ni mbaya? Ni gani imeibiwa? Si mnasema ni mwizi? Si mnasema ni mwizi? Ni gani imeibiwa? Hawasemi fika yenyewe. Si mnasema ni muongo, si ndio? Unga ilikuwa pesa ngapi? Sasa hii unga ni pesa ngapi? Sasa hizi ni 120. Na aliingia ikiwa na pesa ngapi? 180. Hapana. 250. Hapo alisema atapunguza. Imeshuka. Ilishuka. Fertilizer ilikuwa pesa ngapi? 6000. Sasa hii ni pesa ngapi? 2500. Ile imeshuka. Ilishuka kabisa. Mahindi mko nayo Kenya? Tuko nayo. Marago iko? Ipo. Ngano iko? Ipo. Sasa hii sukari iko? Ipo. Mnataka nini? Sasa hii coffee inafanya vizuri? Ni gold. Mnataka nini? Uongo wake uko wapi? Kwa sababu amesema barabara ya kutoka Lokicha inarudi huku. Mtu asikuchezea akili na mtandao. Mtu asikuchezea akili na mtandao. Mtakuja kuumia mkirukishwa akili huku. Mimi nimekwambia uongo ni gani? Pastor, sasa tumetuongezea nyingine juice venye alikuwa China. Sasa reli isikume kutoka Naivasha hadi wapi? Mpaka huko kwenu. Yes. Hadi boda. Wakati Uhuru alikuwa anatengeneza hii ya barabara ya kutoka na express, tulisema ni mbaya, hatutaki, si ndio? Sasa hizi imeondoa jamu. Unaona vile Nairobi inakaa. Imeshatoa jamu kubwa sana. Msidanganywe na mtu ambaye anatafuta nafasi. Tafadhali lindeni nchi yenu, heshimuni viongozi wenu. Mimi nikuulize, ushawahi kuona mtu anapiga rais wake na kiatu? Ni madharau gani? Sio mtu anapiga babake na kiatu. Iliwahi fanyika tu wakati wa rais wa Amerika, alikuwa Bush yule wa kwanza. Alipigwa na kiatu wakati alikuwa ameenda Iraq. Tukifundisha watoto wetu hivyo, tunawaambia pigeni hata baba zenu. Ukiamuka tutakuwa tumemaliza. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu, naamini sikuwa nawaongelesha, nilikuwa naongelesha wale watu. Sababu wale ambao wako na sauti ya kuongea wamewageuka, ni wachungaji, hawaambii ukweli kwamba waliwakoroga akili. Mimi nimekuuliza tu swali, tena nitakuuliza. Nikuulize. Rais akiingia, petroli ilikuwa bei ya juu sana. Imeshuka. Ilishuka. Sukari imeshuka. Ilishuka. Ngano imeshuka. Zote zimeshuka. Unga wa sima imeshuka. Ilishuka.
si ndio? Yes. Hata simiti imeshuka. Hata saa hizi tuko na surplus ya sukari. Tuko na surplus ya sukari. Inamaanisha we don't need to import sugar. We don't. Wale ambao walikuwa wana import sugar wakifaidika wao imekatika. Yes. Inamaanisha we are doing well. Basi. We now need to export. Kabisa. Haya, fertilizer imeshuka. Inamaanisha production is now very high. Kenya is rich, Kenya is not poor. Si ndio? When you can produce more than enough, you are rich. Si ndio? Kabisa. Kosa la rais wenu iko wapi? Basta, sukari tuko na surplus, hata mahindi tuko na surplus. Mimi natoka Trans Nzoia. Najua vizuri sukari tuko na surplus, mahindi tuko na surplus, hata ngano. Hata ngano tuko na surplus. Ngano bado yuko kwa magari. Na alisema badala ya sisi kuimport, kusubsidize, let us subsidize fertilizer. Yes. Then we will be producing more. And when we produce more, the cost ya kile ambacho tunakula itashuka, sababu we have more than enough. Then wakulima watakuwa sasa exporters. Yes. They earn more. Yes. Si ndio? Hivyo. Ambao sasa inafanyika. Kofi bei yake imepanda. Unajua mimi sijui nitalala wapi leo, nitatafutwa lakini majani ndio hiyo imeanza kufanya vizuri. Jumla kofi na majani zote saenda pamoja. Sasa bei yao imepanda. Si ndio? Mimi niwaulize watu wa Mungu. Kosa la rais wenu ni gani? Kwa miaka miwili kosa lake ni gani? Wao wanasema nyani ni wale wale. Msitu ndio uwe na badilishwa. Sasa wanasiasa ni wale wale. Siku ile mtaona nimeongea vibaya. Mujibu hayo maswali nimewauliza. Kila siku wanauliza mapema, mujibu hayo maswali. Saa hii barabara yatakikana itoke Nairobi expressway mpaka Mombasa. Na inatengenezwa na sijui watu wa Amerika. Unalipa 5,000 bila kuingia kwa jam, moja kwa moja. Railway inaenda mpaka Western. Inamaanisha unatoa goods zako hapa moja kwa moja mpaka kule. Unatoka Nairobi moja kwa moja, masaa 5 kama ile train umefika huko. Hakuna hizo jam, gari imepata accident. Jameni, huku mnatangaza ameenda kutafuta pesa China. Na huku umemwambia usiniitishe kodi, usiongeze, na unataka afanye maendeleo. Jameni, sijui mahali nitalala, lakini nitalala juu ya miti. Mimi natoa kodi. Mimi mahali ninalala ndani ya hii kanisa. Title deed ni ya kanisa. Serikali ilikuja ikaniandikia unalipa kodi. I pay tax. Hata ile hoteli inalipa tax. Ya kanisa inalipa tax. Na wanao wadanganya hawalipi tax. Mimi nikijenga nalipa tax. Makanisa yanayo wadanganya hawalipi tax. Hawalipi na wanapiga serikali kweli. Na niliwasaidia wakati wa uhuru mkanikataa. Sasa nawasaidia wakati huu. Mnakumbuka nikiwaambia huyu rais mnamkataa atakuja kufanya maendeleo mpaka mshinde na kile cha kusema. Na niliwaambia next year mwezi wa 6. Na tayari tuko mwezi wa ngapi? Na unahesabu zile vitu amefanya, zile vitu amefanya, zile vitu amefanya. Kitambo ifike next year mwezi wa 6 utafunga macho. Wewe ndio utasema uongo ndio aonekane ni muongo. Hiyo pia ilikuwa ni injili nilikuwa nawahubiria. Unajua kusipopatikana kiongozi ambaye anaweza kuongea na wananchi akawasaidia, watu watapotea tu. Watu watapotea tu.
watapotea tu. Bwana Yesu asifiwe. Mwanangu, nyinyi ndio wadogo wangu, nimewafundisha clean heart. Sawa? Mfanye analysis muone kama nimesema uongo. Sawa? Nikisema ukweli, beaneni ukweli mahali ukweli unahitajika. Nikisema uongo nanyi mseme. Ni sawa? Lakini Mungu anaweza kuwapa kitu kizuri. Mwanzo niliwaambia mtakuja kuumia. Mnakumbuka? Mliumia. Sasa hii nimewaambia huyu ambao mnasema sasa ni mbaya. Niliwaambia amebadilisha nguo. Unakumbuka nilikwambia? Nikawaambia kwa vile amebadilisha nguo, amebadilika ndani. Haya, sasa muda mfupi huo, sasa hivi unaona vile mnaniangalia na macho mabaya. Nikamwambia huyu mnaoona ni mbaya, amebadilisha nguo, huyu mtu atakuja kuwasaidia. Lakini Ezekiel huwa anasemanga mapema. Mtanisalimia. Mtakuja tumsalimie Pastor Ezekiel. Bwana Yesu asifiwe. Mwanangu, natamani siku ile mtakuja kuingia uongozini, watu wawajaji na performance, not hearsay and negative criticism ambao inafeed watu na maneno ambayo ya uongo. Sababu si mtakuja kuwa viongozi, yatakikana mimi ni wajaji na performance yenu. Sawa? Hautarajii mwanamke umuoe leo na ashike mimba leo.